Wapendwa wadau wa Kiswahili na wapendwa katika Bwana na wasalimu. Karibuni tena katika mwendelezo wa uchambuzi wa diwani yetu pendwa, diwani ya asubuhi ya matumaini. Leo tunaendelea na sehemu ya pili ya uchambuzi wetu ambapo tutazungumzia kipengele kinachohusu furaha na raha. Mwandishi katika sehemu hii ya pili ametupatia mashairi mengine 8 ambayo kwa kina tutakwenda kuyachambua kwa siku ya leo. Mashairi haya 8 yana anwani zinazosomeka moyo umejaa shangwe kama shairi la 9, na shairi la 10 linasomeka uumbaji wanifurahisha. Shairi la 11 nafurahia uhuru. Shairi la 12 miaka 12. Shairi la 13 Mungu mkuu. Shairi la 14 Mungu huwainua. Na shairi la 15 kwenye huu mwaka. Shairi la 16 shukuruni mtimani. Shukurani mtimani. Kwa hiyo katika haya mashairi 8 ya leo tunakwenda kuangalia mambo ya msingi ambayo mwandishi ametushirikisha kwa kutumia mashairi, mbinu ya uandishi wa mashairi. Na katika haya mashairi 8 mambo kadhaa ambayo yamekwenda kujitokeza au ambayo yanaibuliwa na mwandishi ni kama ifuatavyo. Jambo la kwanza linazungumzia habari ya kumshukuru Mungu. Kumshukuru Mungu kwa sababu Mungu anajibu maombi ya watu wake. Mungu ni Mungu anayejibu maombi. Katika mambo tunayoyapitia katika ulimwengu huu, yaweza kuwa kuna mambo na changamoto ambazo hata dunia yenyewe imefika hatua inaona kwamba hayawezekaniki. Lakini ajabu kuu ni kwamba Mungu hujibu maombi ya watu wake kwa wakati wake. Hakuna jambo linalomshinda Mungu, na hivyo mwandishi anatueleza furaha aliyonayo kwa sababu moyo wake umejaa shangwe kwa kile ambacho Mungu amemtendea. Kwa hiyo moyo ambao umejaa shangwe siku zote hauzuiliki. Kwa hiyo jambo tunalojifunza hapa lingine ni kwamba Mungu anapokutendea ni vigumu sana kunyamaza. Bwana anapokutendea jambo ni lazima utalisema. Ndio maana kuna usemi unasema ushuhudiaji ni ubiri lingine. Kushuhudia ni kuwaongezea imani watu wengine. Kushuhudia ni kudhihirisha kushindwa kwa shetani hadharani. Maana unayatangaza matendo makuu ambayo Mungu amekutendea. Lakini jambo la pili tunalolipata katika mashairi haya 8, kwa hakika ni ajabu ya uumbaji wa Mungu. Mungu ameiumba dunia kwa namna ya ajabu. Mungu amepangilia mabonde, Mungu ameipamba dunia kwa maua, kwa wanyama, kwa vitu mbalimbali. Unapotazama jua na nyota, nini kinakuijia akilini? Ni vitu ambavyo havielezeki kwa akili ya kibinadamu. Kwa akili ya kawaida, mpangilio wa majira, mpangilio wa uoto wa asili, mpangilio wa mambo mbalimbali katika dunia hii yanadhihirisha sanaa ya Mungu katika uumbaji. Lakini mbali tu ya kudhihirisha sanaa ya Mungu, vinadhihirisha hakika ya kwamba Mungu yupo, kwa sababu kwa namna yoyote hivi vitu visingeweza kutokea pweke pweke. Kwa hiyo kufurahia uumbaji ni jambo ambalo linatupatia tafakari ya kile ambacho Mungu amekifanya. Na hivyo hebu jipe muda wa kutafakari. Mwandishi anatuambia hata ukimwangalia mwanadamu alivyoumbwa kwa namna ya ajabu,
uwezo adimu aliopewa na Mwenyezi Mungu, vipaji vya ajabu ambavyo mwanadamu amepewa, utashi wake ambao mwanadamu amepewa, vinadhihirisha kwa hakika Mungu ni muumbaji. Lakini fundisho lingine tunalolipata katika mashairi ya furaha na raha, kwa hakika tunajifunza habari nyingine ya kufurahia uhuru. Nafurahia uhuru. Mungu anapotukomboa kutoka katika minyororo ya dhambi, kwa hakika ni furaha iliyoje. Maandiko yanasema mwenye dhambi mmoja anapokombolewa, mbinguni huwa ni sherehe kubwa. Je, inakuwaje kwake mwenye dhambi yeye mwenyewe anapotambua ya kwamba amekombolewa na Kristo? Mungu wetu anapotukomboa katika dhambi, kitu pekee tunachobaki nacho kwa hakika ni kumtukuza Mungu. Tunatakiwa kujaa moyo wa shukurani. Tunatakiwa kumshukuru Mungu. Tunatakiwa kumtukuza Mungu kwa kile ambacho ametutendea. Maisha yetu yatajaa moyo wa ibada. Tutajaa moyo wa sifa, moyo wa shukurani. Tutaimba na kumtukuza Mungu kwa hakika kwa yale ambayo ametutendea. Lakini shairi la miaka 12, lakini pia shairi linalohusu kwenye mwaka huu mpya, ni mashairi yanayopongeza kile kilichofanyika katika miaka 12 ya utume wa kanisa, lakini pia kutakiana heri na baraka katika miaka inayofuata. Siku zote mianzo ya mwaka mpya, mianzo ya siku mpya, mianzo ya miezi mipya, yote inakuwa na heri yake. Na matumaini yetu ni kwamba siku, mwezi, hata miaka itapita ikiwa ni yenye baraka. Na tumaini letu ni kwamba Mungu huwa anatuwazia yaliyo mema. Na hivyo ni vizuri kutakiana yaliyo heri na yaliyo ya baraka katika safari yoyote ya maisha. Iwe ni muda mfupi, tutakiane heri. Iwe ni kwa miezi, tutakiane heri. Iwe ni kwa miaka, tutakiane heri. Kwa sababu kwa hakika Mungu hatamani watoto wake wapite katika mambo magumu. Na hivyo huiongoza safari siku kwa siku, miezi kwa miezi, miaka kwa miaka, ili watoto wake waweze kupata tumaini lililo jema na waweze kuishi maisha ya amani. Hatari zozote zinazotokea katikati ya safari hazizuiliki, lakini si mpango wa Mungu ya kwamba watoto wake wapite katika maumivu. Lakini maisha ya dunia, uovu, uasi uliotokea unatupatia maumivu, unatupatia vilio na huzuni. Hata katikati ya tumaini tunaweza kulia, lakini hatutoacha kuamini ya kwamba kesho itakuwa bora kuliko leo. Jambo lingine ambalo tunalipata katika mashairi haya 8 ya furaha na raha ni swala la kumshukuru Mungu. Shukurani mtimani. Ni swala la kumshukuru Mungu kwa sababu Mungu anatutendea mambo makuu. Mungu anatutendea mambo ya ajabu. Na Bwana anapotutendea haya mambo yote, ni lazima tumshukuru Mungu. Hivi unakumbuka lini ulimshukuru Mungu kwa chakula na mavazi? Lini ulimshukuru Mungu kwa joto zuri la jua analokupatia? Lini ulimshukuru Mungu kwa ndege wanaoimba porini, unaowasikiliza? Lini ulikumbuka kumshukuru Mungu kwa upepo mzuri wa miti unaovuma na unakaa, unakuliwaza, unakutakatisha akili na unapata nguvu za kuanza upya? Mambo yote haya mazuri Mungu ametutendea kwa upendo wa watoto wake. Na hivyo sisi wajibu wetu, haijalishi
tutapita katika nyakati ngumu kiasi gani zitakazotaka kutuondoa katika kumtazama Kristo na yale anayoyafanya katika maisha yetu. Sisi wajibu wetu tubaki kumtazama na kumshukuru Mungu. Tunapokuwa na mioyo ya shukurani, hutuondolea mitazamo hasi. Tunapokuwa na mioyo ya shukurani, hutuondolea mawazo ya kukata tamaa, mawazo ya kujiua. Kama ambavyo tumemtukuza Mungu kwa siku njema, vivyo hivyo tunapaswa kumtukuza Mungu kwa siku ambazo sio njema. Kwa hiyo katika sehemu ya nuru, katika sehemu ya raha na furaha, mwandishi ametupatia mtazamo wa kufurahi na kuona raha katika Bwana. Kwa kweli Mungu usipomwonea raha, usipomwonea furaha, kuna jambo haliko sawa. Anapokubariki, furahi. Unapopitia nyakati ngumu, furahi. Unapofarijika, unapofanikiwa katika yote, unapoona raha moyoni mwako, ni wakati wako wa kumtukuza Mungu. Ni wakati wako wa kumshukuru Mungu. Unapoyaona mambo yanayoendelea kwenye dunia hii yaliyo mazuri ya kupendeza, unapoutazama uumbaji wa Mungu, hakika una kila sababu ya kumtukuza Mungu na kusema Mungu unastahili heshima na utukufu. Kiti cha Mungu kiko juu sana, na hakuna anayestahili hizo sifa isipokuwa Mungu peke yake. Kwa hiyo wapendwa watazamaji na wapendwa wafuatiliaji wa ushairi huu wa mwandishi Christopher Mwashinga, nikutie moyo ya kwamba hata katika ushairi habari njema ya neno la Mungu tunaweza kuipata kupitia tungo fupi hizi, kupitia taswira, kupitia misemo, kupitia lugha ya vijana na lugha nyingine za kigeni, mbinu mbalimbali za uandishi zilizotumika. Kwa hakika zinachagiza kutusogeza karibu na Mungu zaidi, kwa sababu zinatuonesha namna ambavyo Mungu ni mwema na mwaminifu. Kwa hiyo sehemu ya pili, tuondoke na mambo haya. Moja, Mungu ni muumbaji. Na kwa hakika kila tunachokiona katika ulimwengu huu kimetokana na yeye. Hakuna nguvu nyingine inayoweza kuyafanya yote tunayoyaona. Lakini mbili, aliyekombolewa siku zote hawezi kukaa kimya. Yesu anapokuambia dhambi yako, Yesu anapokusamehe dhambi yako, utatoka na utakuwa mwinjilisti. Hakika utasema yale ambayo Bwana amekutendea. Kukombolewa ni jambo ambalo mwanadamu yoyote na mbingu hulifurahia. Lakini jambo la tatu, Bwana hujibu maombi ya watoto wake, tena huyajibu kwa wakati wake. Haijalishi umesubiria kwa kiasi gani, tumaini ni hili: rudi miguuni pa Yesu, mkabidhi shida yako, alafu tulia, mwambie Mungu, nitendee kwa namna inavyokupendeza. Lile lililo bora mwanao kanipatie. Lakini jambo la mwisho, tutakiane heri na baraka katika mianzo mipya ya jambo lolote tunalolifanya. Tupongezane na tufanye tathmini tunapokuwa tunahitimisha jambo lolote. Mungu awabariki sana. Karibuni tena katika sehemu ya tatu inayofuata ya uchambuzi wa kitabu cha Asubuhi ya Matumaini. Mimi ni Mwalimu Davian James Buguna, mhadhiri katika idara ya lugha Chuo Kikuu cha Mzumbe.